Kambona alijikuta mawazo ya kwenda mjini yanamjia kichwani, maana aliona pale kijijini atazidi kutumia nguvu tu bila mafanikio. Pamoja na kwamba Kambona alikuwa ni mtoto mdogo mwenye miaka 11 tu, ila alikuwa kakoma mwili kama mtu mzima, na hiyo ilikuwa inatokana na kazi anazofanya. Juhudi za kutafuta nauli zilianza rasmi kwa Kambona, na kijana huyo alikuwa hana rafiki hata mmoja pale kijijini, hata wa kumshirikisha mawazo yake. Kwa hiyo ilikuwa ni yeye na kichwa chake tu. Kambona alifanya vibarua na kukusanya pesa mwezi mzima, ikiwa ni katika harakati za kutafuta nauli ya kwenda mjini. Na masuala ya shule, Kambona alikuwa kaachana nayo kabisa, maana aliona huenda sio fungu lake aliloandikiwa. Bahati mbaya, Kambona akiwa amekamilisha nauli ya kwenda mjini na kila kitu kipo tayari, alivamiwa tena na watu wale wale waliomvamia mara ya kwanza, na walimpukutisha kila kitu awamu hii, wakimwachia na kipigo cha kufa mtu juu. Hakika Kambona aliumizwa na kile kitendo. Alijaribu kupeleka mashitaka kwenye ngazi zinazohusika, ila kutokana na pesa aliyoitaja, walimuona muongo, wakiwa wanaamini hawezi miliki kiasi kile cha pesa, maana ilikuwa ni kama tang 50,000. Kambona aliona sasa unyonge umezidi, kwa kuwa wale vijana wote waliomvamia alikuwa anawajua. Aliamua kufanya jambo, na bahati nzuri vijana wale karibia wote walikuwa wanakaa kwenye nyumba za nyasi, yaani wengine walikuwa wanakaa magetoni, wengine makwao. Ikiwa ni majira ya usiku, mida ya saa 6, Kambona alichukua kiberiti na baadhi ya vitu vyake vichache. Kambona alianza kupita nyumba moja baada ya nyingine, hakujali kwamba nani yupo kwao au nani yupo magetoni. Yaani wale wabaya wake wote alitia moto nyumba zao. Baada ya hapo, Kambona usiku huo huo akiwa hana hata shilingi 10 mfukoni, alianza safari ya kuelekea mjini kwa mguu. Kiukweli ilikuwa ni maajabu, zaidi ya nyumba 5 kuungua pale kijijini siku hiyo. Haraka baada ya kuchakata mtu anayeweza kufanya hivyo, waligundua bila shaka atakuwa ni kijana Kambona. Basi usiku huo huo kijana Kambona alifuatwa kwenye kijumba chake, ila walikuta hakuna mtu yoyote. Hapo msako ulianza kijiji kizima. Kambona akiwa yupo mdogo kanyosha njia ambayo ilikuwa inatokeza kwenye barabara kubwa ya kuelekea mjini. Mara alianza kusikia makelele na mayowe nyuma, kana kwamba kuna mtu mwizi anakimbizwa. Hali hiyo ilimfanya Kambona aanze kukimbia badala ya kutembea. Kutokana na kwamba kijiji hicho kilikuwa mbali mno na barabara kubwa, majira ya alfajiri Kambona ndo alifika barabarani, huku akiwa kapita vijiji kama 5 mpaka kufika pale. Hatimaye kulipambazuka mpaka asubuhi, huku Kambona akiwa hajui yaelekea upande upi ambao ni mjini, maana barabara ile magari yalikuwa yanapishana, mengine yanaelekea upande huu, mengine upande mwingine. Kambona hakuelewa magari yapi yanaenda mjini na yapi yanatoka mjini. Kambona alikaa kama lisali moja hivi pale barabarani akiwa anajiuliza. Bahati nzuri Kambona alimuona mzee mmoja ambaye alikuwa kaweka shoka yake begani, anaelekea katika shughuli zake. Kambona alimuuliza yule mzee upande upi ni mjini. Basi yule mzee alimjibu kama inavyotakiwa, tena kwa ustaarabu mkubwa mno. Ila mzee hule alimwangalia sana kijana Kambona na alitikisa kichwa kumstikitia, maana ni kama aligundua matatizo anayopitia yule kijana. Mzee yule alitamani amuulize kitu Kambona, ila aliona ni bora kupotezea tu. Basi mdogo Kambona alianza safari kuelekea mjini akiwa kanyoosha barabara. Japo barabara hiyo ilikuwa sio lami, ila ilionekana kuwa na magari yanayopita, japo yalikuwa sio mengi kihivyo. Kambona alitamani asimamishe gari aombe msaada, ila kijana huyo uoga na aibu ni vitu vilivyofanya aendelee kukomaa na miguu yake. Hatimaye ulifika usiku mwingine tena, Kambona bado akiwa anaendelea na safari. Kijana Kambona alitafuta sehemu apumzika. Kulipokucha, safari iliendelea huku akiwa anapigwa na njaa isiyo na mfano wake. Muungurumo wa tumbo la Kambona tu ndo ulisikika kwa muda ule. Majira ya mchana, hatimaye Kambona alifika sasa kwenye barabara ya lami ambayo ilikuwa inatoka mkoa hadi mkoa. Kwanza kijana alipatwa na mshangao mkubwa, ambapo ilipelekea mpaka kukaa chini ili ashangae vizuri, maana ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona lami. Kutokana na wingi wa magari ambayo yalikuwa yanakatiza, kulifanya kijana Kambona apatwe na nguvu na matumaini mapya, akiwa anaamini mjini pamebaki karibu. Bahati nzuri, baada ya kutembea kilomita kadhaa mbele, Kambona alikuta kuna watu wameharibikiwa na zile gari kubwa za masafa marefu, na walikuwa wamekaa pembezoni mwa barabara wakiwa wanakula mihogo ya kuchemsha, huku wakiwa wanasubiri fundi kutoka mjini aje. Kambona uvumilivu ulimshinda, pamoja na aibu ambazo alikuwa nazo,
ila njaa yake kwa siku hiyo ilizidi kipimo aibu zake. Alijikuta anaomba msaada kwa wale majamaa wawili ambao walikuwa wamekaa pale pembezoni mwa barabara huku wakiwa wamepaki truck lao. Basi Kambona alikaribishwa kwa uchangamfu kabisa na wale majamaa. "Dogo, usijali, we kula tu. Shindilia mdogo wetu. Ila ukimaliza utaenda kutafuta maji ya kunywa, sawa mdogo wangu?" Basi wale wahuni walimchangamkia kijana Kambona. Hakika Kambona siku hiyo alijiona ni mtu miongoni mwa watu, maana kwa mara ya kwanza katika maisha yake alikuwa kakarimiwa na watu baki tofauti na bibi yake. Kwanza, kutokana na ile njaa yake, ile mihogo aliona kama ndo anakula kuku wa kukaangwa hivi kwa utamu ambao alikuwa anapata. Basi ni kweli baada ya Kambona kula kushiba, alipewa guduria ili akatafute maji. Maana maeneo hayo palikuwa ni polini, hapakuwa na watu. "Dogo, huko chini mabondeni hakuwezi kosa chemichemi za maji. We fanya chapu tu. Kuhusu mjini usijali, tutakupa rifti." Wale majamaa walimchukulia Kambona kama mdogo wao kweli kweli, kwa jinsi walivyokuwa wanaongea naye kirafiki. Kambona akiwa na amani ya moyo, huku tumbo lake likiwa mbele kwa ujazo wa mihogo, alibeba lile guduria na kuanza kushuka kwenye makorongo ambayo yalikuwa yamezungukwa na msitu mnene. Ilikuwa ni mida ya saa 12 jioni. Kambona akiwa hana hofu kabisa, alizidi kuzama porini na kushuka maporini kabisa akiwa na kidumu chake mkononi. Kwa mbali, Kambona alianza kusikia sauti ya maji yakiwa yanashuka kwenye maporomoko. Basi tabasamu la Kambona lilionekana akiwa anaamini tayari maji kayapata. Hata spidi yake iliongezeka maradufu. Kambona akiwa anatembea bila kuangalia chini, mara alijikuta anadumbukia kwenye shimo ambalo lilikuwa na urefu kidogo, japo sio sana. Shimo hilo lilikuwa la maajabu kidogo, na lilikuwa limekaa tofauti kidogo. Maana kwa chini lilikuwa limepanuka mno, alafu kwa juu ni jembamba kiasi kwamba kuchomoka pale bila msaada wa mtu kutoka juu ingekuwa ngumu mno. Mapigo ya moyo wa kijana Kambona yalianza kwenda kasi mno akiwa ndani ya shimo lile. Sio ukubwa wa shimo au aina ya shimo uliomtisha na kumwogopesha kijana Kambona mpaka kufanya miguu yake yote yaanze kutetemeka na haja ndogo kumtoka, bali ilikuwa ni kile alichokiona ndani ya shimo hilo. Hapa ndipo mizizi wa hadithi yetu unaanzia. Je, Kambona aliona nini ndani ya shimo? Tukutane sehemu ya 5.